Kila siku tunakuwa tunalalamika, wazungu wabaya, wazungu wanatunyonya, wanatuletea ushoga, lakini ukweli unabaki pale pale. Vijana na Watanzania tumepungukiwa na kinga ya uzalendo mwilini. Tungekuwa wazalendo kwa kiwango kikubwa, Watanzania wote tukauvaa uzalendo, hakuna mtu angetuchezea. Nitakueleza mambo mawili matatu machache. Hebu fikiria, anakuja mwekezaji Tanzania na akizi vigezo, lakini bado kuna Watanzania wanamshika mwekezaji huyo, wanampitisha njia za panya ili mradi wao wapate 200 300. Wanahakikisha anapata vibali vyote na kumpitisha njia zote sahihi kwa wao kujipatia kipato, tunaita mtukati. Kesho na kesho kuta tunalalamika mwekezaji huyu amelitapeli na kulinyonya taifa. Hapa tatizo ni mwekezaji au Watanzania waliokosa uzalendo? Tunalalamika ushoga. Tunaona kabisa mtu anakuja kutoka nje, ana vitu ambavyo vitakwenda kuathiri watoto wetu na vizazi vyetu, lakini bado kuna watu wanamshika mkono, wanamtetea kwa maslahi yao binafsi tu na kumpitisha njia zote za kupata vibali kukamilisha anayotaka kuyafanya. Je, hapa tatizo ni nani? Tatizo ni mgeni au tatizo ni Watanzania wenye njaa ndogo ndogo? Nataka niwaambie Watanzania, tukiweka uzalendo na njaa ikabaki kuishi tumboni, tusiilete kichwani, tutaliokoa taifa letu. Na hii yote hakuna elimu kubwa zaidi ya neno uzalendo tu. Wote tukiwa wazalendo, hakuna atakayeweza kutuchezea taifa letu. Wanakuja watu hapa wanataka kuichezea serikali yetu, aidha ni wawekezaji wanataka kuipelesha serikali yetu ili wao waweze kufanikiwa katika matakwa yao, lakini bado watu wao wanaungwa mkono na Watanzania huko ndani katika kuipressurize serikali bila kujua pressure yao na vitu wanavyovifanya vinaishindikiza serikali yetu kufanya maamuzi ambayo yatalikosi taifa letu. Kwa hiyo bado somo ni moja tu, uzalendo, uzalendo, uzalendo. Hii inanikumbusha katika history babu zetu. Tunasema wazungu hakuna mzungu alimchapa babu yetu viboko, bali kuna watu hawakuwa wazalendo, hawakuwa na utaifa, waliwasaliti babu zetu kwa sababu ya koti la suti na tai. Wao ndio waliwachapa babu zetu, wao ndio walitoa mipango ya babu zetu, wakashindwa kukamilisha mipango ya kujikomboa. Kwa hiyo jambo la kwanza, Watanzania wenzangu, na warudisha kwenye hoja ya uzalendo. Tukiwa wazalendo tukasimama na taifa letu, tukiwa wazalendo tutalinda rasilimali zetu, tukiwa wazalendo